Sana. Yes. Asanteni tena kwa kukua kwa this big show. Autism is a mental disorder. Kitu ya kwanza Kiswahili najua ni usonji. Usonji ama tawahudi. Vile umeniambia watoto wa Nyandarua wamesoma lakini wamesomea UK, Texas huko, saa hatuna word ya autism na Kikuyu. But autism is a mental disorder. Mahali unapata mtoto amezaliwa, after some time amekuwa na development yake imekuwa slow. Na Kikuyu tuko na jina mbaya sana, tunasemanga Morimo Ashioga. So maybe nikisema hiyo wazazi wangu wataelewa sana, lakini si neno ambaye tunapenda kusema kwa sababu ina demean the person. But at least wana relate nayo. Sasa ni autism. So autism unasikia ni jina posh kidogo, so si kitu imekuwa kwa dunia for a long time. Causes ya autism, kumekuwa na so many researches, but the official research it's not really, haijulikani kwamba ni nini exactly ina cause autism. But hivi karibuni kumekuwa na fununu mingi ambazo sitaweza kuzitaja hapa kwa leo. Na hizo ndio shida zetu kubwa. So unapata huyu mtoto amezaliwa, ukimuuliza jina lako ni nani, anakuuliza the same thing, what's your name, anakuuliza what's your name. Kosa zingine haongei, speech yake imeenda. Sometimes unapata wako hyper sana, na hawawezi kuinteract kama mtoto wa kawaida. Communication na vitu kama hizo. Sana sana ukitaka kujua unaweza ona mtoto haizi kukuangalia kwa macho direct. But above all the characters ambazo, na pia wanakuanga na repetitive behaviors, ndio maana wanakuuliza jina lako ni nani after umeuliza hivyo. So unapata huyu ni mtoto about unique kidogo ukikompare na wale watoto wengine ambayo tumezoea kuona watoto wa kawaida. So autism pia affect a lot of families. Kama kwa sasa unapata 1 out of 25 school going children is autistic. Kuna different data, kuna WHO data. But kwa macho kila kona ukipiga unaona watoto ni wengi sana. So mimi mwenyewe sikuwa ninajua autism ni nini until nili experience kama baba. Na ilikuwa very confusing. Kwanza before hiyo mimi mwenyewe vile Nyambura ameniuliza swali, mbona niliamua kuadvocate. Before autism nilikuwa na advocate for peace. From the experience of 2007-2008. Kama mnajua Wakenya pamoja, A Cry for Peace, hizi ni initiatives zilifanyika sana after during post-election violence, where nilikuwa nimebahatika ninafanya kazi kwa media group moja kubwa Nairobi, na pia nilikuwa nafanyia kazi MCSK. So nikakusanya wasanii wakati vita iliumana. Hii siasa ndio maana tufai kuiongelea kila saa. Wakati watu walieka siasa kwa roho badala ya maini, watu walikulana sana. So nilikuwa very young and nikajiuliza ni nini ninaweza kufanya, sababu mahali nilikuwa naishi estate tulikuwa tumeupgrade kidogo. Sasa Soweto hapo next ni Jacaranda estate, mahali bunge la wananchi inakuanga. Sasa tulikuwa naishi kwa hiyo estate.